Sasa hivi mahusiano mengi yamekuwa yakivunjika, my friend, yamekuwa yakivunjika kwa sababu hatujuani, hatutambuani. Yaani mimi sijui wewe unataka nini, wewe hujui mimi nataka nini. Kwa hiyo vitu vimekuwa ni kafarani kabisa, ambao vimepelekea mahusiano mengi kuvunjika, mahusiano mengi hayafiki mbali. Yani ndio umekuwa ukiumiza kweli. Mahusiano yanaumiza sana. Mahusiano yamewatoa watu wengi kwenye reli, yamewafanya waonekane kama kama vichaa fulani hivi, ambavyo imewapelekea watu wengi kufanyaje, kutoka kwenye msimamo wao. Mtu alikuwa ana msimamo fulani kwenye kitu fulani, lakini imepelekea stage mpaka hawezi kushika lolote. Kisa nini? Mahusiano mabovu ya ovyo. Kwa hiyo yamewapelekea watu wengi kukata tamaa, hata kama alikuwa na kazi, kuachishwa kazi kutokana na stress, mambo mengi, biashara kutokwenda. Vitu kama hivyo vimepelekea mambo mengi sana kudown. Umeona? Kwa sababu ya nini? Mahusiano mabovu. Sasa ni wakati wako ambao sasa, kama focus yako iko kwenye mahusiano, wakati wako sasa wa kutafuta mwenza wako sahihi. Je, utamjuaje mwenza sahihi? Ni kutokana na wewe. Unajua kuna vitu vingine unaweza ukahisi kwamba mimi nimekutana na mahusiano mengi, kila nikikutana mahusiano yanakuwa chachu kwangu. Nini shida? Wenda wewe mwenyewe unaweza ukawa ni chanzo. Wewe unatakiwa ukae chini, ujitafakari, ujitathmini. Je, mimi ni chanzo kivipi? Unaona? Wewe ujitathmini kwamba ni vitu gani ambavyo unapenda, vitu gani ambavyo huvipendi. Je, mimi ni vitu gani ambavyo nilikuwa navifanya kwa mtu fulani, kitu fulani alikuwa hapendi, lakini mimi nilikuwa nakifanya. Kitu fulani mtu alikuwa hataki, ila mimi nilikuwa nakifanya, ambacho kilikuwa kinapelekea kumkela. Hivyo vitu ambavyo inatakiwa ukae chini, ujitafakari, ufikirie, ujitambue wewe. Kwanza kabisa inatakiwa ujue wewe unataka nini, unataka kitu gani. Ukishavijua hivyo vitu, basi tafuta mahusiano ambayo ni sahihi. Na pia usikae chini kujisikiliza wewe. Tukishapata huyo mwenzo wako, inatakiwa uwe unakaa chini pia unamsikiliza mwenzo wako anahitaji kitu gani. Hivyo vitu vitakupelekea ujue, tambue, na yeye utambue. Muonyeshe vile vitu ambavyo wewe unapenda, muonyeshe vile vitu ambavyo wewe hupendi, muonyeshe vitu vile ambavyo wewe unataka, muonyeshe vile vitu ambavyo wewe hutaki. Hivyo vitu itakupelekea yeye akutambue na siweze kufanya vile vitu ambavyo sio. Na wewe pia mtengenezee mazingira ya kuonyesha kwamba unahitaji kujua kila kitu kuhusu yeye. Hapo itakupelekea kujua zaidi anapenda nini, anahitaji kitu gani, anahitaji kitu gani. Hiyo itakupelekea na itakufanya wewe unjue zaidi, na ukishamjua zaidi hautasumbuliwa, kwa sababu tushaambiwa kwamba ukishajua madhaifu ya mtu hakusumbui tena. Kwa hiyo manake wewe utakuwa unateleza tu hivi kama ganda la ndizi, unateleza tu kwa mtu fulani. Wanaweza wakahisi wewe kuna kitu gani unataka kwa huyo mtu. Hapana, ni namna tu unavyomjua na yeye anakujua na kuona chenye unataka na wewe unampa chenye anataka. Wewe unakuwa ni moto wote, inaonyesha bashasha wote, nyumba inakuwa na amani. Ndio vitu kama hivyo ambavyo unaweza kananio navyo. Unaweza kusema tunaweza tukazungumzia kwa upande wa masuala ya ndoa, na sio ndoa tu, hata mahusiano ya kawaida. Hivyo vitu vinahitajika mvifahamiane nyie sasa, kwa sababu nyie sasa tayari mmeshaungana. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinatakiwa mtambuane. Sasa hivi mahusiano mengi yamekuwa yakivunjika, my friend, yamekuwa yakivunjika kwa sababu hatujuani, hatutambuani. Yaani mimi sijui wewe unataka nini, wewe hujui mimi nataka nini. Kwa hiyo vitu vimekuwa ni kafarani kabisa, ambao vimepelekea mahusiano mengi kuvunjika, mahusiano mengi hayafiki mbali. Yani ni mchanganyo tu yani. Kwa hiyo inatakiwa tutambuane. Sasa hivi hatuwezi tukusema tutambuane kama mifumo ya zamani, kwamba labda ile wanavyokuambia wazee wako au wazazi wako kukwambia nenda kaoe kwa mtu fulani. Hapana, au kaolewe na mtu fulani. Hapana. Sasa hivi mambo yamebadilika kweli. Kuna namna ya kutambuana sasa hivi, labda ni kuishi ndio kama mjaingia labda kwenye ndoa, unaweza ukawa mnatambuana hivyo mdogo. Hata siku mnaingia kwenye ndoa hata kusumbua tena.
hata kusumbua, wala wewe pia hutamsumbua, kwa sababu mtakuwa mmejuana. Mkishajuana mnapeana vitu ambavyo ni vyenye uhakika. Wewe nipe kitu cha uhakika, mimi nikupe kitu cha uhakika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo yani hamna ile kubaniana kwamba huyu namjua anahitaji kitu gani, huyu anahitaji kitu gani, huyu anapenda kitu gani, huyu hapendi kitu gani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo utakuwa unavijua. Kwa hiyo mahusiano yako lazima utayadumisha kwa muda mrefu. Uvumilivu ni kitu cha muhimu pia, kwa sababu ukishajua madhaifu ya huyu mtu inatakiwa umvumilie. Maana huyu madhaifu yake ni na hili niishi naye, niendelee kuwa naye, inatakiwa haya madhaifu niangalie tu namna ya kuwa mvumilivu naye. Sio madhaifu kidogo mtu unaona hili mimi sijui nini na nini, watu wengi hapana, no, unakosea. Kuvumiliana madhaifu, kubeba madhaifu ya mtu, ile hali ya kubeba madhaifu ya mtu ndo mahusiano yanadumu kinamna hivyo. Na wewe pia mtengeneze, yani wewe kama mfano wewe ni mwanaume au hata ni mwanamke tu, wewe ukishamuona mtu ana madhaifu fulani, na wewe tengeneza namna ya yeye kuyajua madhaifu yako, ili mradi mfahamiane. Unajua mkifahamiana, yani mpaka unasema kigusa tu hivi unajua huyu basi, kigusa hivi huyo. Ndio hivyo vitu ambavyo vinahitajika, mahusiano ndio yanahitajika hivyo. Umeona, hivyo ni vitu vya kuzingatia sana.